khalidina fiha, na washirikina siku ya kiyama katika moto wa jahannam, na watakaa humo ndani yake milele. Kwa hiyo ubaya wa kwanza wa uchawi ni kufuru. Ubaya wa pili wa uchawi, uchawi chanzo chake, sababu yake kuu ya kuletwa, malengo yake makuu ni kufarakanisha baina ya mke na mume, kuvunja ndoa za watu. Allah anasema fayataallamuna minhuma ma yufarriquna bihi baina almar'i wa zawjihi, wakawa sasa watu wanajifunza uchawi. Wakati huo wanajifunza kile ambacho lengo lake kuu ni kufarakanisha baina ya mtu na mkewe. Kwa hiyo ukiulizwa au challenge zenu za kiilmu, hata siku ya Ijumaa Alhamis, unaweza kumtumia mtu, hebu nieleze malengo makuu ya uchawi yalikuwa yakilenga nini? Jawabu, kufarakanisha baina ya mke na mume na kuvunja ndoa. Na ndio maana katika vitabu vya maulama kuna uchawi maalum unaitwa sihru tafriq, uchawi wa kufarakanisha, kugombanisha na kutenganisha. Ubaya mwingine wa uchawi, au hili sijui niite ubaya, sijui niite uzuri, mwenyewe bingwa wa mabingwa aliyenyanyua mbingu 7 pasi na nguzo, commitment ya hali ya juu, anasema wala msiuogope, hauna uwezo wa kuwadhuru illa kwa idhini yake yeye. Bishara njema hiyo, nendeni na hilo, wala msitishwe wala msikhofishwe. wama hum bidarrina bihi min ahadin illa biidhnillah, na wala hawa wachawi na uchawi wao hauna uwezo wa kumdhuru mtu yeyote yule illa kwa idhni ya Allah, bingwa wa mabingwa aliyenyanyua mbingu 7 pasina nguzo. Ubaya mwingine wa uchawi, ukijifunza uchawi ukawa akili zako uchawi, jambo dogo uchawi, hufanyi hafla zako bila kwenda kwa wachawi, zindiko siji kitu gani, na ukiendekeza hayo shekhe, akili zako unakuwa kama mwehu, hata safari hausafiri mpaka ukawaone wazee, nataka kusafiri. Vipi hii safari nzuri? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Unaswali sala 5, una imani, adhkar za bwana mtume huzijui, dua za kutoka asubuhi hazikutoshi, anakwambia msafari mbaya, rudi, usiende. Siku hii ni mbaya, usifanye shughuli. Wengine wallahi mpaka shughuli za kidini, mchawi anamwambia usifanye siku hiyo, utakufa, yani shughuli yako itadorora, na afanye shaka. La haula wala quwwata illa billah. Sasa Qur'ani inathibitisha ya kuwa ukijifunza uchawi, ukaendekeza uchawi, kazi yako ni uchawi, kwa usadiki uchawi, kwa uamini uchawi, kila jambo uchawi, umejipatia madhara na hujapata manufaa hata kidogo. Sikiliza, wayataallamuna ma yadurruhum wala yanfa'uhum, na wanajifunza kile kinachowadhuru duniani hadi akhera na kisichowanufaisha duniani hadi akhera. Uchawi ni madhara matupu, utakudhuru duniani wewe mwenyewe mchawi, na wale wanaopenda na kuendekeza uchawi, na hautokunufaisha chochote duniani hadi akhera. Kama hili halitoshi, Qur'ani inathibitisha ndugu zangu, Al-Baqara 103, ya kwamba mchawi, wachawi wenye kuendekeza uchawi, jambo dogo kwenda kwa wachawi, akhera imekula kwako, huna fungu lako babu, pangu pakavutia mchuzi,
Qur'an, tunakwenda kwa dalili, na hapa ni dalili, na hapa ni Qur'ani na sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq walabisa ma sharau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Na wamekwisha jua wachawi wenyewe ya kuwa mwenye kuchagua uchawi akaupendelea uchawi akauendekeza uchawi, ya kwamba akhera hana fungu lake. Na ubaya ulioje wa uchawi waliouchagua, lau wangelikuwa wanajua. Khutba hii nisingelipenda kuifanya Ijumaa 2 mfululizo, tuna mengi ya kuyasema na tuna mada nyingi sana kichwani za kuwasilisha kwa Waislamu. Nivumilieni walau dakika kadhaa nimalize, kwa sababu leo ni patamu kweli kweli. Sheikh Jafar yupo, na baada ya swala atasimama tena, atakuonyesheni baadhi ya vini macho mnaopigwa mitaani. Je, yajuzu kuondoa uchawi kwa uchawi? Je, yajuzu kutibu uchawi kwa uchawi? Umepigwa, kipi cha kufanyika ili kuondoa huo uchawi? Maana unaweza ukaambiwa ukipigwa uchawi Qur'an haisaidii tena. Hapo hapa hamna cha dua wala Qur'an, hapa nenda kafanye mambo. Maana yake nenda kakufuru, kafanye mambo, ukisha utoa sasa endelea na dua zako. Sasa swali, yafaa kuondoa uchawi kwa uchawi? Jawabu, haifai. Kwa nini? Kwa sababu uchawi ni kufuru. Ushahidi, wama kafara Sulaimanu walakinna ash-shayatina kafaru yuallimuna an-nasa as-sihra, na wala hajakufuru Nabii Suleiman, lakini mashaitani ndio wamekufuru. Kwa nini wamekufuru? Kwa sababu wanawafundisha watu uchawi. Wama yuallimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Haruta na Marut walikuwa hawafundishi watu uchawi mpaka wawape tahadhari, angalizo ya kwamba sisi ni mtihani kwenu, ni majaribu kwenu, na uchawi ni kufuru, usikubali kujifunza, usikubali kukufuru. Full stop. Qur'ani imekwisha kata shauri, haifai. Sheikh, aya tumeisikia, kuna hadithi? Naam, hadithi ipo. Katazame katika sunanu ya al-Imamu Abi Daud, hadithi nambari 3868. Katazame katika Musnad al-Imamu Ahmad, hadithi nambari 1413. Katazame katika Sunan al-Imamu al-Baihaqi, hadithi nambari 19645, hadithi ya Jabir ibn Abdullah. Jabir anasema watu walifunga safari wakamfuata Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Suila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam an nushrati, ameulizwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam juu ya nushra, kuondoa uchawi kwa uchawi, kuufungua uchawi kwa uchawi, kuutibia uchawi kwa uchawi. Kipi alichokisema bwana mkubwa, profesa wa maprofesa, imamu wa maimamu, daktari wa madaktari, kiumbe bora kuliko viumbe wote, Mtume Muhammad, mwalimu wa kwanza wa tauhid, mpiga vita wa kwanza wa shirki na washirikina, amesema nini? Faqal, akasema bwana Mtume, huwa min amali shaitan. Hilo la kuondoa uchawi kwa uchawi, kuufungua uchawi kwa uchawi, kuutibia uchawi kwa uchawi, ni katika amali ya shaitani, matendo ya shaitani. Sasa chagua mwenyewe, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Makundi ni mawili siku ya Kiyama, kundi la peponi na la motoni. Chagua mwenyewe. Wamekupiga, na mimi nakwambia hawana uwezo wa kukupiga, hawana uchawi hauna uwezo wa kukufikia mpaka Allah mwenyewe akubali.
na namuomba Allah kwa rahma zake, semeni amin. Namuomba Allah kwa baraka zake, semeni amin. Namuomba Allah kwa huruma zake, semeni amin. Namuomba Allah kwa utukufu wake, semeni amin. Namuomba Allah kwa ukubwa wake, semeni amin. Asiwajalie wachawi na uchawi na mahasidi na wabaya kutufikia sisi Waislamu kwa namna moja ama nyingine, semeni amin. Kwa hivyo ukiambiwa nenda ukafanye mambo, baba, umekwenda kuchagua amali ya shaitani na umekwenda kukufuru. Kama hili alitosha al-Imam al-Bazzar katika musnad yake hadithi nambari 3578, al-Imam at-Tabarani katika al-Kabir hadithi nambari 355. Bwana Mtume mwenyewe anasema tena, laisa minna man sahara au suhira lahu, si katika sisi, hayuko pamoja nasi, simjui asinijue, si wa kwangu huyo atakayefanya uchawi, atakayeroga au akafanyiwa uchawi au akarogewa. Nenda tukawaroge watu. Bwana Mtume amekwisha kukataa. Uso wa Muhammad hautauona siku ya Kiyama, na utakuwa ni fungu la kukosa wewe duniani hadi akhera. Kama hili halitoshi ndugu zangu, Bwana Mtume anasema inna Allah lam yaj'al shifaakum fima harrama alaykum, Allah hajajalia tiba zenu katika yale aliyoyaharamisha juu yenu. Hii khutba hatari sana. Haya, niseme kwa Kiswahili. Bwana Mtume anasema mwenye kwenda kwa mchawi au mpiga ramli au kuhani, huyo tayari amekwisha yakufuru yale yaliyoshushwa juu ya Mtume Muhammad. Na atakayekwenda kwa kuhani, mpiga ramli, mbashiri, mtu wa nyota, mchawi, mwenye kuangaliza, kisha asimsadiki. Umeenda kakwambia umepigwa na mama yako mzazi, ukasema tawile, baada ya kutoka hapo ukasema hana lolote, huyu fitina tu, ukajiona mwenye kidume, una imani, hujakubali. Anasema kitendo cha kwenda tu ukamuuliza ya kwako, ukamlalamikia ya kwako, swala zako siku 40 hazikubaliwi. Nataka nihitimishe katika Sahihu al-Bukhari hadithi nambari 2766 na katika Sahihu Muslim hadithi nambari 89. Bwana Mtume anasema ijtanibu sab'a al-mubiqat, ijtanibu sab'a al-mubiqat, jepusheni na madhambi 7 yenye kuangamiza. Na kutajieni madhambi mawili tu. Dhambi nambari 1 akasema ashirku billah, kumshirikisha Allah, kufanya ushirikina. Dhambi ya pili akasema wasihru, na uchawi. Uchawi ni katika madhambi 7 yenye kuangamiza na kuteketeza. Ukipigwa uchawi na Allah akakubali upigwe, akaruhusu upigwe, dawa yake ni Qur'an. Qul huwa Allahu ahad, so sura ndogo hiyo. Qul a'udhu birabbil falaq ndo yenyewe. Qul a'udhu birabbin nas ndo yenyewe. Suratul Fatiha ndo yenyewe. Sema sisi hatuna yakini, tunataka sura kubwa kubwa. Sura kubwa kubwa ndo zenyewe na ndogo ndogo ndo zenyewe. Nataka nihitimishe kwa kusema yafuatayo. Al-Imam al-Bukhari anapokea hadithi katika sahihi yake kwa nambari 2156, na al-Imam Muslim anapokea katika sahihi yake kwa nambari 2210, kisa cha Abu Sa'id al-Khudri. Hapa nataka nikupeni faida ndogo ya suratul Fatiha, nivumilieni. Abu Sa'id al-Khudri na jopo la masahaba walitoka siku moja katika safari. Bwana Mtume aliwaagiza. Walifika katika kijiji, wakakuta ule mlango wa kijiji, lango kuu limefungwa. Watu wa kijiji wakakataa kuwapokea. Gonga hodi, wamesema hapa kijijini haingii mtu. Kwa nini? Tuna msiba. Nani kafa? Hajafa mtu. Nini tatizo? Chifu wetu amegongwa na nyoka, sumu inaenea kwenye mwili, watu wote tumepagawa, kwa hiyo haingii mtu. Masahaba wakaamua wakae pale mpakani wapumzike. Wale watu kule ndani wakashauriana, hawa wageni inawezekana kuna tabibu katika wao
anayejua sumu ya nyoka. Wakawarudia wakasema